Arusha wanajenga jengo la utawala, jengo ambalo baadhi ya viongozi umeona wanalipigia debe sana, lakini nataka nikuombe tuma timu yako ikakae pale ikaangalie kinachoendelea pale ndani. Katika jengo la utawala, kwanza gharama zake za jumla hazipungui bilioni 9. Jengo la floor 8 unajenga kwa bilioni 9, maana yake kila floor moja ni bilioni 1 na ushee, kitu ambacho kwa akili ya kawaida hakiwezekani. Lakini ukiangalia wameingia mkataba juzi hapa wa 6.2 bilioni. Katika ule mkataba kuna baadhi ya vipimo walivyoandika kwenye BOQ na kwenye utekelezaji ni tofauti. Wameandika kwenye BOQ wana vipimo vyao ni 1128 mita square, mkandarasi amekoti kwa 1128 cubic meter, ambayo imeongeza gharama ya milioni 252. Wameandika vipimo vyao ni hiyo 734 mita square, mkandarasi amekoti kwa 734 mita square. Gharama zimeongezeka kwa bilioni 1.5. Kwa hiyo wameingia mkataba wa bilioni 6.2, gharama halisi zilitakiwa ziwe bilioni 3.4. Kuna ziada ya zaidi ya bilioni 8. Leo wananchi wa Arusha pale wanapata tabu, vivuko ni shida, barabara za ndani ni shida. Watu wanachezea fedha namna hii, na badala ya viongozi mliowaamini kusimamia, na wao wanakwenda kushabikia. Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuambia mara nyingi sijawahi kuwa na mashaka na usimamizi wako, toka ukiwa michezo, ukiwa utumishi na ulivyokuja TAMISEMI. Naomba ongeza jicho la ziada kwenye usimamizi wa miradi, kwa sababu Daktari Samia anatafuta fedha dunia nzima kwa ajili ya Watanzania. Badala ya kuzisimamia vizuri, zinakwenda kuliwa na watu wachache. Hilo jambo halikubaliki. Utasikia mbunge anagombana na kila mtu. Sasa kwa ujinga wa namna hii, na achaje kugombana na kila mtu. Sasa mimi nimechaguliwa pale kulinda maslahi ya watu, hasa watu wanyonge. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Waziri utusaidie, kwa sababu hili jambo ni jambo very serious, na viko baadhi ya, kwa mfano hawa wenzetu wa PPRA wana evidence ya hili jambo nalokuambia, lakini hatua zichukuliwi. Tuliwaambia kuna wizi ulifanyika pale, CAG akaleta timu, pakawa na special audit, madudu ya kufa mtu. Hakuna watu waliochukuliwa hatua. Wanafanya kuzugazuga tu, wanachukua si wewe utasimamishwa hivi kidogo, utapigwa siku ngapi, lakini hatua serious hakuna. Zile ni fedha za walipa kodi, ni fedha za Watanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, hili jambo mimi nakuomba, kwa sababu nasisitiza kwamba sina mashaka na wewe, ni maana kama utakwenda kuhangaika nalo. Mheshimiwa Waziri, sekunde moja. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Gambo hapa amechangia, amezitaja tuhuma nzito kwa kweli. Tuhuma nzito, pamoja na kwamba hajataja mtu, lakini ni tuhuma nzito. Kwamba jengo la bilioni 6 zimezidi sijui bilioni 3, kwingine bilioni 8. Sasa hiyo kidogo sio jambo ambalo tunaweza kuliacha tu liende kwamba ni mchango wa kawaida wa mbunge. Sasa Waheshimiwa wabunge, kwa uzito wa tuhuma hizi, Mheshimiwa Waziri, tutakapomaliza bajeti yako utuletee taarifa ndogo tu ya huo ujenzi wa hilo jengo. Tutakupa nafasi hapa bungeni, kwa sababu tuhuma zimetolewa hapa bungeni. Utakapojibu hapa bungeni, tutaona sasa bunge lichukue hatua gani kwenye jambo kama hilo. Nataka kusema jambo. Mheshimiwa Spika, nikiri kupokea maelekezo yako, lakini ni vyema tukakumbushana kwamba mipango ya maendeleo katika halmashauri zetu, miji yetu na majiji haipangwi na TAMISEMI. Inapangwa kwenye vikao maalum ya mabaraza ya madiwani kupitia kamati za fedha na kamati mbalimbali chini ya mabaraza yetu ya madiwani. Sasa hili la fedha pengine ingeenda kufanya shughuli fulani, wanaoamua kutuletea ni madiwani ambao sisi sote ni wajumbe kwenye vikao hivi vya madiwani. Kwa hiyo, lakini hili lingine Mheshimiwa Spika nimepokea, tutafuatilia kwa karibu kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameweza kuonyesha concern yake katika eneo hilo. Tutafuatilia kwa karibu, na wakati wa kuhitimisha tutakuja na taarifa kamili ya namna tulivyochukulia hatua hii. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma nzito kuhusu miradi miwili mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha, yaani ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri
na ujenzi wa soko la Semunge. Katika yote mawili, aliibua hoja zinazodai kuwepo kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, matumizi mabaya ya madaraka na mchanganyiko wa vipimo uliopelekea malipo yasiyo halali. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi ya taifa, nina wajibu wa kuweka bayana ukweli wa mambo haya. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako, Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa, niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ni wananchi na TAMISEMI ni serikali hasa. Niwathibitishie Watanzania, hakuna senti ya Watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea. Tuhuma zisizo na mzizi si hoja, ni cheche za siasa ambazo hazifai kuweka ndani ya taasisi zenye misingi ya sheria. Miradi ya maendeleo haijengwi kwa maneno bali kwa mchakato. Tuhoji kwa hoja na tusihukumu kwa jazba. Naomba mwongozo wako. Wakati Mheshimiwa Waziri anahitimisha, alitoa maelezo ambayo yalinigusa moja kwa moja kwamba maelezo aliyosema ni ya uongo. Lakini Mheshimiwa Spika, kuna taarifa kwamba jiji la Arusha walisaini mkataba wa bilioni 6 na milioni 241, na katika mkataba huo nilitoa maelezo katika bunge lako hili kwamba kuna badala ya kuandika mita square waliandika cubic mita 1128, na ambayo ilisababisha kuongeza kiasi cha milioni 252,972. Lakini nilitoa maelezo pia kwa badala ya kuandika mita square 734 waliandika cubic mita 734, ambayo ilisababisha kuongeza gharama bilioni 1,575,616, ambayo ni sawa na bilioni 1.8. Kwa mkataba ulioingiwa wa bilioni 6.241 kiuhalisia utakiwa mkataba wa bilioni 3.46. Pamoja na mapungufu hayo kuelezwa, lakini bado halmashauri jiji la Arusha waliweza kumlipa mkandarasi kiasi cha shilingi milioni 666, ambayo ni sawasawa na malipo ya awali ya bilioni 6, wakati kiuhalisia alitakiwa alipwe milioni 286. Kwa hiyo kuna ziada ya milioni 380. Lakini pia mkandarasi alipo malipo ya awali ya milioni 900. Mheshimiwa Gambo, ili tuende vizuri. Ndio. Hayo unayoyasoma yalikuwa sehemu ya ule mchango wako ambao sasa hivi umesimama ukieleza kwamba waziri umesema uongo. Ndio Mheshimiwa Spika. Ama haya ni mapya? Hapana, yalikuwa ni sehemu ya mchango wangu. Mheshimiwa Waziri wakati anajibu hakujibu hoja yako moja moja. Na sababu ni moja tu, kwa sababu mimi siku ile baada ya wewe kuchangia nilimwelekeza Mheshimiwa Waziri kwamba afuatilie hayo mambo ambayo umeyasema. Na leo wakati akihitimisha amesema kwa ufupi, kisha akasema anasubiri nitatoa muda lini kama nilivyokuwa nimeahidi. Kwa hivyo ni mpaka atakapotoa sasa ufafanuzi wa hayo mabilioni, kwa sababu yeye hajataja hicho kiasi unachokisema wewe kwenye mchango wake, hajasema. Yeye amesema kwa ujumla. Lakini Mheshimiwa Spika ametaja kwamba kuna soko la Samunge ambalo hakuna ubadhirifu wowote, na mimi sikusema kwamba kuna ubadhirifu kwenye soko la Samunge, bali nilisema kuna milioni 500 zina miaka miwili kwa ajili ya machinga na mpaka leo hazijatumika. Kwa hiyo maelezo yake aliyotoa amepotoshwa nao waliwatuma. Katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa jimbo la Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma kuhusu miradi minne mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha kama ifuatavyo: ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri, ujenzi wa soko la machinga, utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo, kutokuwa na tija kwa halmashauri, na ujenzi wa barabara ya tactic kutoka stendi mpya kwenda Mbauda. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue nafasi hii kutoa ufafanuzi katika hoja zote nne kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri ya jiji la Arusha, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi mapana ya taifa, ninaomba kuweka bayana ukweli wa hoja hii kama ifuatavyo.
kuhusu ujenzi wa jengo la utawala wa jiji la Arusha, ambapo alitoa tuhuma nzito dhidi ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo hilo, akidai kuwepo kwa ongezeko lisilo halali la takriban shilingi bilioni 8 pamoja na madai ya mchanganyiko wa vipimo vya BOQ uliosababisha malipo ya fedha isiyostahili. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019. Wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha kama msimamizi mkuu. Ujenzi ulifanyika kwa njia ya force account na baadaye ukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi. Akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge. Hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya Mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023 baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023. Ikampa mkandarasi ndugu Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena. Ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ikaanza tena upya mwezi wa 4 mwaka 2024 na kuomba kulipwa malipo ya awali. Ndiyo jengo likaanza kujengwa na sasa lipo ghorofa ya 6. Mpaka sasa Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati 2 pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote 2 ni shilingi bilioni 1 na milioni 200. Pamoja na malipo ya awali jumla inakuwa ni shilingi bilioni 2 na milioni 200. Na jengo lipo ghorofa ya 6 na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya, zikihakikiwa pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi na shilingi bilioni 1 na milioni 200 pamoja na malipo ya awali jumla inakuwa ni shilingi bilioni 2 na milioni 200. Na jengo lipo ghorofa ya 6 na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya, zikihakikiwa pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi mshauri huandaa hati ya malipo kulingana na kazi iliyofanyika. Hivyo basi hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Nasisitiza, hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia dhamira ya dhati ya kulinda fedha za umma, tuhuma zilizotolewa na Mheshimiwa Gambo zimechunguzwa. Niliagiza pia kufanyika kwa uchunguzi wa kina. Uchunguzi huo ulibaini hitilafu za kiufundi zilizojitokeza katika uingizaji wa taarifa kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ambao vizio vya vipimo vilichanganywa kama ifuatavyo. Katika uchunguzi uliofanyika, kilichoonekana ni vizio vya vipimo, yani unit of measurement, kuchanganywa katika vipengele viwili wakati wa kuingiza kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ni kama ifuatavyo. Kipengele cha zege la sakafu la chini kwa unene wa milimita 200 ilikadiriwa kuwa mita za mraba 1128 kama ilivyoonyeshwa kwenye BOQ ya mhandisi mshauri. Hata hivyo, wakati wa kupandisha kipengele hicho kwenye mfumo wa ununuzi, yani NeST, kipengele hicho kilipandishwa kama mita za ujazo 1128. 2. Kipengele cha zege la sakafu la juu kiliainishwa kuwa ni mita za mraba 7034 kama ilivyoonyeshwa katika BOQ ya mhandisi mshauri. Lakini katika kupandisha kwenye mfumo ununuzi wa umma, kipengele hicho kiliingizwa kama mita za mraba 7034. Mheshimiwa Spika, management ya jiji la Arusha ilibaini kasoro hizo na kumjulisha mshauri mwelekezi kuhusu makosa katika vizio vya upimaji uliojitokeza katika barua yenye kumbu namba BC.3/253/0 IE/149 ya tarehe 10 mwezi Februari 2025 na barua kumbu namba BC.3/253/0 IE/150 ya tarehe 18 Februari ya mwaka 2025. Mtaalamu mshauri alijibu barua hizo kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/ADM/2024/20 ya tarehe 28 Februari 2025 kwa kukiri kupokea mapungufu hayo, na alichukua hatua za kumwandikia mkandarasi kumweleza mapungufu yaliyojitokeza kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/admin
2024/24 ya tarehe 7 Machi 2025. Mheshimiwa Spika, mkandarasi alimjibu mtaalamu mshauri kwa barua yenye kumbu namba TRB.JV.TBW/admin/ACC/HQ ya 2025 ya tarehe 8 Machi 2025, akikubali mabadiliko hayo ya vipimo tangu mwezi Machi kama yalivyoonekana katika mkataba. Taratibu za kuandaa mabadiliko addendum zinaendelea kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410. Hivyo gharama halisi za mkataba zitazingatia vipimo sahihi, ambapo mradi utatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 3,461,712. Aidha, fedha za ziada ambazo ni shilingi milioni 416 ikiwa ni 983 na senti 27 ikiwa ni sehemu ya malipo ya awali zitazingatia utekelezaji wa kazi na makubaliano ya mabadiliko ya mkataba. Kwa kuwa hoja hii iliibuliwa na halmashauri ya jiji kuhusu vipimo husika na kukubaliana na pande zote mbili tangu mwezi Machi, si hoja mpya, ilikwisha fanyiwa kazi na ndio desturi za mikataba. Hoja hii inasimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na TAKUKURU wanaifanyia kazi kujiridhisha tangu mwezi Machi 2025, na muda wowote addendum itasainiwa na mkandarasi yupo eneo la mradi mpaka jengo litakapokamilika. Mheshimiwa Spika, haya si matamko tu, ni matendo yaliyokwisha fanyika. Kuibua hoja ambazo zimekwisha fanyiwa kazi kwa makusudi na mamlaka husika au zipo kwenye mchakato ni sawa na kusisitiza kuwa serikali ni kipofu na bubu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania serikali ya awamu ya sita inasimamia misingi ya uwajibikaji, misingi ya uadilifu na kujifunza kutokana na kila changamoto. Hatufichi makosa tunayakabili kwa ujasiri, kwa sababu kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hatupaswi kuwa na serikali ya kuogopwa, bali serikali ya kuheshimika kwa uadilifu wake. Kwa njia hii tunawaonesha Watanzania kuwa serikali yao ni ya watu, kwa watu na kwa ajili ya watu. Tunapambana na dosari kwa uwazi, tunalinda rasilimali kwa uaminifu na tunasimama na kusimamia kila senti kwa jicho la uzalendo. Mheshimiwa Spika, serikali hii imedhamiria kuwa sio tu msimamizi wa maendeleo, bali ni nguzo ya maadili ya taifa. Tunaamini kuwa kuaminiwa ni mtaji mkubwa kuliko hata fedha, na kwa kila hatua tunayochukua kurekebisha dosari, tunazidi kuijenga serikali ambayo Watanzania wanaweza kuiamini. Serikali inayosema kweli inachukua hatua, na hatua hizi zilizokwisha chukuliwa. Mheshimiwa Spika, niruhusu nisisitize tena, hakuna mahala popote katika taarifa niliyoletewa inayoonyesha kuwa shilingi bilioni 8 italiwa, na kwa kuwa mkataba ni mchakato, ni mwendelezo wa kazi, thamani halisi itaendelea kubaki kuwa kwa mujibu wa marekebisho ya mkataba, na hakuna senti ya Watanzania itakayoliwa baada ya kukamilika kwa mkataba. Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa naomba niombe mwongozo wako, kwa sababu Mheshimiwa Waziri ametoa majibu na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo. Sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawa sawa. La kwanza, kuhusiana na jengo la utawala, Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja mbili. Sawa. Sasa ili tuende sawa sawa, Mheshimiwa Gambo, umetumia neno hayakusemwa sawa sawa. Kwa hivyo ili tuende sawa sawa na kanuni zetu, katika hii taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri, hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo ya kweli. Ndicho unachotaka kusema? Mheshimiwa Spika, kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa, na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu, kwa sababu hili jambo lina maslahi mapana kwa jiji. Hapana, keti Mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Bunge, isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa mwingine haujasikilizwa. Hapana. Na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe, kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard niko nayo hapa mbele. Kwa hivyo wewe ulisikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Ndicho kilichofanyika hapa. Na sasa umesimama, ndio maana nimekuuliza jambo moja. Sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili bunge haliwezi kufanya hivyo, ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake, umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi,
lakini umeweka hapo si sawa sawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri, kuna mahali amelidanganya bunge? Ili tuanzie hapo. Kwanza amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa. Hapo amesema uongo. Lilianza nikiwa mbunge. Kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka? Ama halikuanza 2019? Lilianza 2021. Sawa. Waheshimiwa, kuna nyingine au ni hiyo tu? Bwana anataka nianze niende hapa, mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine Mheshimiwa Gambo kwenye taarifa ya waziri? Nyingine Mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. Msingi wa hoja yako yeye kadanganya. Hajauelewa yani huo msingi. Nadhani kuna mahali nahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Sawa, waheshimiwa wabunge. Kama itakupendeza Mheshimiwa. Sawa, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, ungeniruhusu hata sekunde 30 kwa sababu ni kitu kidogo tu Mheshimiwa Spika. Keti Mheshimiwa, kwa sababu nikikupa wewe nafasi lazima na yeye nimpe, na bunge humu ndani ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati. Hatufanyi huu utaratibu wa back and forth. Kwa hiyo keti. Waheshimiwa wabunge, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, Mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho. Nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili, kwa sababu mimi sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa. Sawa. Kwa hivyo kamati yetu ya haki, maadili na madaraka ya bunge itaanza kazi mara moja, na leo ngoja niangalie vizuri. Leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe 23. Kazi hii ifanyike, wiki ijayo watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni. Na mnazijua kanuni zetu vizuri kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani muongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo Mheshimiwa Spika. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa Spika, mimi naona kama sijatendewa haki kwa sababu unalijua jina la kamati ile nilikokutuma. Ngoja, unalijua jina la kamati nilikokutuma linaitwaje? Naijua Mheshimiwa Spika. Na sibishani inaitwaje ile kamati? Ya maadili. Sibishani na wewe Mheshimiwa Spika. Maadili pekee, inaitwaje ile kamati? Maadili, haki. Sasa ukisema sijakutendea haki, kule ninako kupeleka ni ili ukafanywe nini Mheshimiwa Gambo? Sawa Mheshimiwa Spika. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Kule ninako kupeleka ni ili ukafanywe nini? Si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize mimi hapa ndani tukiwa watu wote tunakusikiliza. Bunge linafanya kazi kupitia kamati. Na wewe umepelekwa kwenye kamati. Ndiyo. Na hujapelekwa peke yako, umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo. Sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja. No, sasa kipengele nilichosema amesema uongo ni kwamba kusema mimi nilikuwepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa, wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa, ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilishiriki nikiwa mbunge. Unahisi kamati italeta taarifa gani hapa ndani? Maana naona umeshajua italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba wewe ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa. Hapana, sijasema italeta taarifa gani. Nasema Mheshimiwa Spika, kwa sababu unasema amesema uongo. Ndio nasema kile kipengele ambacho unataka tena kile kipengele ambacho unasema amesema uongo. Mheshimiwa Gambo, sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako. Maana mimi nitaitisha Hansard sasa hivi. Hapana Mheshimiwa Spika, nasisitiza kwamba nilichokisema. Hamna kusisitiza, hebu keti chini. Kaa chini Mheshimiwa Gambo. Keti. Utaenda ukajieleze kule kwenye kamati. Sawa sawa.
Maana sasa nisije kuwa nimetoa hapa maamuzi tena huyataki, wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajibu huku kana kwamba kuna mahali unataka kufafanua. Ufafanuzi utatoa kwenye kamati, kamati italeta hapa ndani, waheshimiwa wabunge. Tumeelewana eh? Ndio utaratibu. Bunge letu linafanya kazi kwenye kamati. Haya, baada ya kusema hayo, katibu